Hebu sema Kalonzo. Sema Sifuna. Now, I'm praying. I've been praying and I will be praying for Kenya. The reason why I'm praying for Kenya is because of peace, blessings, and the prophetic destiny to be fulfilled. Amen. So, Kalonzo was brought in my vision. Na Stephen Kalonzo amepitia mengi sana. You all know that Kalonzo has been in a waiting for so long. Amekuwa akingoja. Na Kalonzo Musyoka, the Lord told me that kwa sababu amekuwa miaka yake yote akingoja kupewa na wanadamu na wala sio mimi. Maana miaka yote amekuwa akingoja kupewa na Raila. Saa hii anangoja kupewa na Gachagua. Are you listening? Anangoja to be endorsed by Sifuna. Sifuna will never endorse him. Gachagua has nothing to do with Kalonzo. Watch your screen. Those people, they will endorse someone else. So Sifuna has nothing to do with Kalonzo. Matiang'i has nothing to do with Kalonzo. Even Gachagua. Ngoja mtaanza kuona anaitwa interview kama mtoto. Ni kama wanaona ni kama ajielewi ama ni kama atoshi mboga. Ngoja kuna watu wana madharau sana. So Mungu akaniambia amekuwa akingoja apewe na wanadamu, lakini si mimi Mungu. Hello. They have nothing to do with Kalonzo. Utaona tu. Utaona tu. Baadaye wataanza kumchafua, wataanza kumpiga vita. Na wamekuwa akitembea pamoja. Mtaona kwa screen, zita trend tu. Because he has been in a wrong position all these years. Mimi niliwaambia Raila hawezi kuwa president wa Kenya. Na vile niliwaambia Raila hawezi kuwa president wa Kenya hata siku moja, the same thing with Sifuna. The same thing with Sifuna. Najua Waluya watanichukia hapa. Lakini sitaki upendo wenu. Watch your screen. Watch your screen. So, Mungu akaniambia Kalonzo amekuwa akingoja kwa wanadamu. Wanadamu wengine ni wale Mungu amewaondokea. Kwa mfano sasa hivi, angalia Raila. Angalia sahi Kalonzo wako wapi ananyemelea. Mahali kwa mtu ambaye hata hawezi kuwa chief. Ndio hapo yuko. Na Mungu akasema apendezwe na hiyo jambo. Na unajua mkutano ya Sifuna na hii mikutano yote hata Martha Karua, Kalonzo lazima hata kukinyesha, lazima atajitahidi kuwa hapo. Kama ni Matiang'i, Kalonzo atajitahidi. Hata mahali Uhuru yuko, Kalonzo atajitahidi akuwe hapo. Hajitahidi akuwe, hajitahidi awe mahali Mungu yuko. Atajitahidi. Gachagua akiwa na jambo atajitahidi akuwe hapo. Angalau aonekane we are together in this journey. So ikapoteza baraka na nyota ya Kalonzo. Si mmemwona? Yeah, lazima hata kama gari haina mafuta, atalipa nduthi afike hapo. Lakini Mungu akaniambia angeinua macho yake, angekuwa. Kumbe Mungu kuna kitu anaangalia. Anaangalia mwanadamu aseme yes to Kalonzo. Haangalii Mungu aseme yes to Kalonzo. Nampa Kalonzo. Yeye ako pale. Kwa sababu unajua mimi binafsi nampenda Kalonzo.
mimi binafsi. Yaani tukiacha prophet, nje ya prophet, I personal. That's why I've been praying about nione hiki kitu, nataka nionyeshwe, nipate hata ndoto ama vision ya Kalonzo. Lakini Mungu akaniambia pamoja na hayo nitamkumbuka. Mungu akaniambia pamoja na hayo nitamkumbuka Kalonzo Musyoka. Very clear. Na unajua mimi sibahatishagi. Nitamkumbuka. Pamoja na hayo nitamkumbuka na nitamtoa kati yao. Mungu akaniambia na nitamtoa kati yao. Wale ambao mnajua Kalonzo, you know very well, Kalonzo hana tabia ile hawa wanasiasa wako nayo. Kalonzo hana politics ya chuki. Hana politics ya tribalism. Hana hiyo. Hana politics ya matusi. Hata hajui kutukanana. Hata mkimwandikia mahali speech ya matusi, kala ini moja ya matusi, ataangalia hivi aseme hiyo ingine nitawaambia kesho. Sababu ni kitu haiko ndani yake. Na kwa sababu hiyo Mungu akaniambia nitamkumbuka na nitamtoa kati yao. Unajua ni mzee. Na mzee wa heshima . Kwa sasa acha niachie mambo ya Kalonzo hapo. Nitamkumbuka. Kalonzo atakuwa anatembea hivi. Neta bendera hii. Hii iko nusu mlingoti. Stephen Kalonzo Musyoka atakuwa anatembea hivi na mbele ya gari yake kuna bendera. Unaona inapita, mtangazaji anasema, Gatete Njoroge anasema huyo ni mheshimiwa Kalonzo, tunamuona anaingia na nini. Because nimemuona Stephen Kalonzo kina Ruto kwa sherehe ya kitaifa. Akiwa amekaa next to Ruto. Next to President Ruto. Na gari yake inakuja na bendera. Anapokelewa. Anapokelewa na na Waiguru. Mnafikiri Kalonzo ataisha? Mungu ameniambia atamkumbuka. Sababu hajawahi mislead Kenyans na hajawahi incite Kenyans against Kenyans. Wacha hawa wengine wakora vile wanafanya. Hawa wako bitter mpaka hata sura imegeuka kuwa bitter. Huyu Sifuna mnamuona. Wekeni mambo yake kando kwanza. Wekeni mambo yake kando. Niliwaambia kina Sifuna wakae karibu na Mungu. Because watu wao wata-assassinate yeye. Sio Ruto. Nyumba yao. Si mnajua hiyo nyumba? Mnajua hiyo nyumba ya Orange? Yeah. So mnajua vile wanapelekana saa hizi? They should be very careful. Wacha vile anasema, mimi mwezi nitisha bwana, mimi ndio Sifuna. My friend, risasi haijui Sifuna. Ikiachiliwa imeachiliwa. Be very careful even in your rallies. Saa hii mnajua niliwaambia ODM itapasuka katikati na imetimia. Kwa nini niliwaambia baba yao atawaacha bila kwa na atawaacha ghafla bila kuwapa direction. Na imetimia mbele ya macho yenu. Na haya ninawaambia itatimia mbele ya macho yenu. Mungu atamkumbuka Kalonzo. Na kukumbuke na wewe. Halo, inua mkono sema Bwana na unikumbuke na mimi pia. So nimeona I saw Stephen Kalonzo Musyoka akiwa anatembea na gari iko na bendera mbele. Na askari wanamlinda na nini. So we have to pray because
Hiyo ndio mpango ya Mungu kwa Kalonzo, lakini mipango ya adui ni Kalonzo asafirishwe nje ya nchi kwa matibabu. Hiyo ndio mipango ya adui, na hiyo ni attack. Hiyo ni attack. Na number 2, Kalonzo anafaa kuwa very careful kwa ajili yeye ndio kiongozi wa chama cha Wiper, lakini kuna mtu anataka hiyo uongozi ya chama cha Wiper kwa kumsacrifice. Najua hakuna mtu ako na habari, lakini mimi nawaambia mapema. Nawaambia mapema. Because you know, in this land there is a seer. You know very well. So Sifuna awe very careful, kwa sababu masaibu yake inaanza kesho kutwa. Hapo mbele kesho kutwa. So wakaribie Mungu. Viongozi wakaribie Mungu. So let us keep on praying for leaders, ili wasiuane. Sema hawatauana. Alafu wale wamepanga hiyo maneno wanajua vizuri ni Ruto ataekelewa. Sababu kila kitu, hata ukikuta mtoto amekunya njiani ni Ruto. Kila kitu mumeekelea Ruto. Uko mvivu au tafuti, unaekelea Ruto. Ati una unga ni Ruto. Na Moi ya kutafutia watu unga kwa meza. Kibaki yako ekea watu mkate on the table. Yeye alichaguliwa. Sasa kila kitu mmeekelea Ruto. Hata ukilala usiku ukute uko na kahoma asubuhi na ni wewe hujajifunika blanketi, ni Ruto. Ara saa hizi ukiombewa bado mashida iendelee hivi, sijui ni Ruto. Everything Ruto. Umeachwa na mchumba, Ruto. Ng'ombe ya Isai, Ruto. Gachagua amewawekea mapepo kwa akili. Mkasahau kama Wakristo kuwa na shukrani kwa Mungu. Mkaingia vita against God, not against Ruto. Because aim yake ni kufanya Ruto one term. Aim ya Gachagua. Kwa nini? Kwa sababu alinyimwa ile pesa alikuwa anataka. Na kwa Mungu haiendagi hivyo. To be sincerely speaking, haiendagi hivyo. Nilishawaambiaga kwamba hii serikali kuna watu huko ndani wata demand money. Mnakumbuka? Tena a big amount of money. Na ikainuka. Tumshukuru Mungu kwa hiyo president ametupatia, hata ule atatupatia. Hata kama atoki kwa kabila yetu, tumshukuru Mungu. Mungu ndio anajua what is good for you and what is bad for you. Anajua kwa nini aliwanyima Raila. Kwa sababu Mungu angeruhusu Raila apite, leo ni Martha Karua angekuwa president wenu. Ungepita wapi? Ungepita wapi? Kwanza angevaa miwani ya black. So Mungu anajua kitu kizuri kwenu na kibaya. Sio kwamba alichukia Raila, no. Alikuwa anaona future yenu. Akaona within 2 years, approaching 3 years, akaona huyu mzee anakufa. Na ule atakuwa. Na unajua Mungu angefanya hivi kama wangeweka Kalonzo kuwa deputy president. Lakini hawakuweka Kalonzo. Maana wangeweka Kalonzo, labda Mungu angeruhusu apite. Leo Kalonzo ndiye angekuwa president wenu. Lakini wakatoa Kalonzo. Kalonzo naye akatabiri. Akawaambia kama si mimi mtangu. Inua mkono sema Shalom Prophet Kalonzo. Na waligonga chini. Kwa nini hiyo miaka yote wametembea na Kalonzo? Wakati imebaki risasi moja, ndio wanabadilisha Kalonzo. Ndio wanatupa Kalonzo porini. Why? Why? Na walipotupa Kalonzo, wakati baba alikuja kwa serikali majuzi before aende, aliacha Kalonzo nje. Kama vile aliacha Kalonzo nje kwa Uhuru. Kalonzo alikuwa anaonea kwa TV. Lakini Mungu akaniambia atamkumbuka.
So Mungu anajua, Mungu alikuwa anajua kama nikiruhusu Raila apite, Martha Karua atakuwa deputy wake. Baada ya hiyo masiku Raila atakufa. Mungu akaangalia ndani ya Martha Karua, akakosa kitu ya presidency. Sababu Mungu wa mbinguni kuna kitu huwa anaangalia ndani ya mtu, ndio ampatie kuwa mfalme. Halo, ndio ampatie kuwa nani? Mfalme. Na Mungu aangalii sana sana uokovu. Kwani Uhuru alikuwa ameokoka? Kuna kitu kingine very special, Pastor Sami, Mungu anaangalia ndani ya mtu ndio ampatie hiyo kiti. Kama Mungu alikuwa anaangalia uokovu, si angepea Pius Muiru?